Hivi ndivyo utakavyofanya ukitaka kuondoa copyright strike kwenye account yako. Utafanya hivi, utaenda YouTube. Ukishaenda YouTube, utabonyeza kwenye analytics. Ukishabonyeza kwenye analytics, utashuka chini, utaenda kwenye go to studio, YouTube studio utaenda. After that utaenda kwenye kile kitu kilichotokea kwenye YouTube studio. Utakuja, utabonyeza hapo kwenye profile, utashuka hapo, utaangalia kwenye settings, kuna account status, utabonyeza kwenye account status. Ukishafika kwenye account status, utaona kabisa copyright strike iko moja. Utabonyeza pale pale kwenye violation. Pa kwenye copyright strike ipo moja, utabonyeza. Then utaenda kwenye see the details of this strike. Unaangalia kwamba hapa amekupa option tatu. Your channel has one strike. We received a copyright strike request for your video based on applicable copyright laws. We removed your video from YouTube. Strike on July. Hapo ilikuwa July tarehe 15 tarehe 15 July 2021. Complete the copyright school for the strike to expire. Sasa hapa kwa sababu ni rahisi sana kuweza complete the copyright school ili iweze kuexpire, na expire baada ya siku 90, lakini kwa sababu kuanzia tangu ilipotokea hadi sasa hivi siku 90 zimeshafika, na maana miezi mitatu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaenda ku copy the copyright skill. Sasa unaendaje huko? Unakuja, you are wondering why it got strike to, unakuja hapa why can you do, unagusa haya maandishi ya blue papu. Kisha gusa haya, inakupeleka moja kwa moja. Sasa inatakiwa ubadilishe chap kwenye mfumo wa desktop. Unagusa sasa, inatakiwa tuende hapa kwenye copyright school. Hapa copyright school, unagusa hapa kwenye maandishi ya copyright school. Shagusa hapo, tunakuja chap tunakuja tunabadili kwenye desktop, sababu hapa ni kwenye simu ya Android. Natakiwa ubadili chap kwenye mfumo wa desktop. Natakiwa ubadili chap kwenye mfumo wa desktop. Nabonyeza .3, unakuja hapo nabadili na kuwa kwenye mfumo wa desktop. Ya, tunakuja hapa kwenye switch to the account. Hapa tunafika pale, tunakuja hapa kwenye switch to the account. Switch to the account. Switch kwenye account gani? Tubadili kwenye mfumo wa desktop. Kama unatumia simu ya Android, unatakiwa uhakikishe unatumia kwenye desktop site, kwa sababu ndio itakupa option nyingi. Tutakuja hapa, tuangalia YouTube channel yetu ina copyright strike. Hii hapa inaonekana copyright strike. Hii hapa inaonekana, hii hapa inaonekana copyright strike, na ina subscribers 222. Copyright strike tunaiondoaje? Tunaibonyeza ili tuweze kuiona. Sasa hapa kuna maelezo, utakiwa makini. Hapa maelezo yake yanasoma hivi: copyright strike. Finish copyright school for your strike to expire. Asema one copyright strike. We received a copyright strike remove request for your video based on applicable copyright laws. We removed your video from YouTube. As a result, your video was removed from YouTube. Your channel received a strike. If you get 3 copyright strike, your channel along with any associated channels will be subjected to remove. Yani ukipata moja unaweza kuitoa, lakini ukipata 3 zikawa 3 ambazo ni active, wanaweza kufuta, yani sio wanafuta account yako moja kwa moja, subjected to remove. Sasa hapa wanaanza kukwambia, wanakupa option. What can you do? Hapa nakwambia
do nothing strike expire after siku 90 as long as you complete copyright school. Kwamba ukimaliza copyright school kajifunza kwamba ili usije ukarudia, watakupa maswali then utayajibu ile maswali maneno, kisha yajibu then watakamilisha ile nani, wataiondoa. Yani siku 90 yani tangu ilipo tokea mpaka hapo napokuja complete nani copyright school. Hapa nakwambia tena request retraction. Ukirequest retraction na maana ile content ile umepost ya mtu kwa subject into copyright, na maana uongee naye. Sasa utaongea naye vipi? Na hela za kumlipa huna. Hapa nakwambia submit counter notification, kwamba uweze kusubmit kwamba ile content ni ya kwako. Kwa sababu hiyo ni fair play. Kwa mfano kama content ni ya kwako, inatakiwa submit. Lakini kama sio ya kwako, hautakuwa kitu watakacho kusaidia. Hapa wanakuambia content removed, content yani content iliyotolewa. Wanakuambia kwamba the following based have been removed from the YouTube due to the copyright remove request. Strike on July 15, 2021. Complete copyright school to a strike to expire. There is a video, content used and actions. Sasa hapa juu kuna sehemu inakwambia start now. We have to start now so as to remove this copyright strike. Tuna start. Tuende watupe maswali yao tuyajibu. Sasa kabla hujajibu maswali yao, unakutana na hii video, unaiangalia yote. Ina dakika 3. Video wanakuambia kwamba ukiangalia hii video kwamba you first copyright strike request you to complete copyright school, kwamba ili uweze kutolewa copyright strike lazima umalize copyright school. This help you learn how copyright works on YouTube. Kwa mimi nakusaidia kujua kwamba copyright inafanya kazi katika YouTube. Your strike will then expire ndani ya siku 90. After 90 days they will be added. Umeona? Baada ya pale ulipoipatia ukiongeza siku 90 ndio inaweza ika expire. Sasa hii imetokea tarehe 90, tarehe 15 mwezi Juli 2021. Na maana ni ya miaka kadhaa imetokea. Kwa hiyo siku 90 zishapita mbele sana, miezi mitatu. Kwa tunaitoa, wewe nifuatilie kwamba how it works, kwamba it takes about 10 minutes. You will learn through copyright examples and tests. You have eliminated tries to expire to find the right solution, kwamba wanakufundisha kwamba namna itakavyokuwa kupitia hii video itakavyokuongezea kuweza kujua kwamba ili usiweze kurudia. Sasa tuone moja kwa moja kuangalia hii video. Najifunza hii video japo sitaionyesha, lakini unaangalia hii video. Ukishaiangalia hii video naelezea moja kwa moja. Welcome to Copyright School. Getting a copyright strike can be a stressful experience, but you're in the naelezea kabisa right place. When you successfully complete copyright school, strikes applied again. Hapa nakwambiaje kwamba karibu kwenye copyright school, yani ambayo itakufundisha wewe namna uweze kujikinga na copyright skill, uweze kulinda account yako, kila kitu katika video zijazo unapomaliza kuondoa hii hapa. Against you, as long as you have fewer than 3 active strikes, will expire after 90 days from the time they were issued. And you should leave with a deeper understanding of how copyright works on YouTube, helping you avoid copyright strikes in the future. Copyright gives the creator of an original work certain exclusive rights to determine how their work can be reproduced, modified, performed, displayed, or distributed. That typically means you can't use someone else's videos, music, or other copyrighted work in your videos without... Umeona? Para kwambia kwamba ukishajifunza copyright kwamba ndani ya siku 3, ndani ya copyright 3, kama umezitumia copyright 3, umezitumia copyright 3, na maana video zako zitaweza kufutwa na account itafutwa. Na copyright ambayo hutakiwi kutumia kuhusiana na vitu vya watu. Na inatokeaje? Unapotumia muziki wa watu,
unapotumia kazi ya watu wenye hatimiliki, lakini pia unapotumia video za watu inatokea. Kwa hiyo ikitokea baadaye watafuta without permission, unless an exception to copyright such as fair use applies. Nakwambia kwamba if you still believe your video was taken down unfairly, kwamba by mistake, au ni kama unahisi kwamba video yako ilitolewa makusudi au yani katika namna ambayo sio haki, unaweza ukakommunicate nao wakakurudishia video yako. Sasa sidhani kwamba YouTube wao wakosei kwa ukaweza kutengeneza video zako. You have a few options. You or someone representing you can reach out to the claimant and ask for a retraction. Hapa kama the one who represent video which ambayo imechukuliwa pale, unaweza ukatoa malalamiko na wakachukua action correctly. Contact information should be available in the copyright notice and in YouTube Studio. Keep in mind that they may ask for compensation or may not respond at all. Or, if you believe the content was removed by mistake or misidentification, such as because your use was licensed or your use falls under a valid exception to copyright, such as fair use, you or someone representing you can file a legal notice known as a counter notification. This is a legal request for YouTube to reinstate content that was removed due to a copyright removal request. Be sure to include valid reasons for why you believe the copyright removal was unjustified. YouTube does not determine ownership or mediate on behalf of uploaders or content owners. Remember, by finishing copyright school, you're not just taking the first step to get your strike removed, you're also supplying yourself with the knowledge to protect your channel from future strikes, so you can keep creating with confidence. Now, let's get started. Sasa hapa tumemaliza kuangalia hii video. Hakikisha hii video unaiangalia kwa umakini, unajifunza. Kama ujui, ni bora ukatafuta mtu anayejua. Video uiangalie kwa umakini na usitoke online. Kinachokuja kufuata hapa, unakuja kufanyeje hapa kinachofuata? Unakuja kubonyeza huku, kuna neno hapa inaitwa next. Unaenda kujibu maswali yako manne. Maswali yako manne hapa kuyajibu. Utabonyeza moja kwa moja huku chini kuna sehemu ameandika next. Ili kwa sababu umeshasikiliza vizuri, natakiwa uende kujibu maswali huku manne, ambayo sasa kama ulisikiliza vizuri ni rahisi kuyajibu. Tuende moja kwa moja kuyajibu sasa, na turudi kwenye copyright strike ambayo nilikuonyesha kule, utakuta imetoka. Tuende moja kwa moja kuyajibu. Unajibu next huku chini. Unabonyeza hapa next, utakutana na swali la kwanza. Copyright school sasa. Umeshasikiliza pale maswali manne na natakiwa tuyajibu. Swali la kwanza nasemaje? Kwamba music from the audio library in YouTube Studio is safe from copyright issue. Kwamba muziki inayotoka kwenye library ya YouTube ni safe katika copyright issue. Kwamba music ambayo tunachukua kwenye library ya YouTube ni salama katika masuala ya copyright. Mimi hapa najibu moja kwa moja, si kweli. Nasema no, it isn't. Si kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu music pale kuna mingine ni safe na mingine ambayo sio safe. Lakini hata kama ni safe, ukichukua ule muziki usimu appreciate baadaye, ile copyright itakuja kutokea baada ya siku ngapi? Baada ya miezi 3. Kwa sio salama. Ngoja tujibu, tu confirm hapa no it is not, it isn't, ili tu check sasa ya answer. Unabonyeza hapa check answer, unabonyeza hapa. Umeona? Hapa wamesemaje? Wamesema that is not quite right. Before music from any sources is used, the necessary right must be obtained. Copyright safe music and sound effect can be found in YouTube library or create music in YouTube Studio. Tumekosea. Kwa tuweke yes it is, kwa sababu kwamba ni music yao wanaoitengeneza na wanayofa kwa wateja wao. Kwa to try again. Tumekosea. Tuweke yes is it. Try again. Tumetry again hapo. To submit yes. Hapa wanasema kwamba kutumia muziki ya library kwenye YouTube, kwamba that is correct.
kwamba ni kweli kuitumia, kwamba before music from any source is used, the necessary rights must be obtained. Copyright saves music and sound effects can be found in YouTube audio creators music is in YouTube studio. Kwa ukikosea swali unaruhusiwa kutry again na kuweza kujibu. Tunaenda kwenye next, kwenye swali lingine unaenda next. Huko chini. Swali lingine namba 2 wanakuambiaje? A musician release a new original songs on her YouTube channel. She then finds that another channel uses that song without permission. She submits a copyright remove request to YouTube. Kwamba mwanamuziki alitoa mwimbo wake ni original content, akatoa kwenye YouTube channel yake, akaja kagundua kwamba ule wimbo huko kwenye channel nyingine anatumia bila ruhusa, kwamba akasubmit copyright strike kwamba to YouTube. Hasa nataka jibu namba 1, which is if this is correct. Anakwambia YouTube will connect and with another channel and mediate their dispute. Kwamba YouTube itaunganisha channel nyingine na hiyo halafu then atapata YouTube channel nyingine. Jibu namba 2, YouTube will review Anne's copyright request, remove and may remove the video. This is yes, kwamba YouTube lazima wataangalia copyright remove request and then wata remove. Ngoja tu submit tuone kwamba tumepatia. Hapa jibu anasema ni kweli kwamba YouTube reviews the validity of request removes from the copyright owners in order to remove the requested video. It doesn't mediate copyright resolution between claimant and uploader. Umeona? Kwa jibu ni kweli. Lazima YouTube ukisubmit wataitoa kwa kuangalia vigezo ambavyo aliomba yule uploader, yule ambaye ni musician. Tunaenda swali la next, ambayo ni swali la 3. Swali la 3 linasemaje? Ivan's cross-chatting tutorial was removed because of copyright remove request, as they used a small clips from another creator. He now wants to get a ride for the strike. Kwamba Ivan aliposti kitu cha watu kikatolewa kwenye copyright request remove. Sasa hivi anataka hivyo. Haya, nataka jibu sasa. Ivan has multiple options for trying to remove the strike. Ivan can ask YouTube to check if the video qualify as a fair use. Ivan post tutorial was removed because the copyright remove request is tunaweka Ivan ana nani mbili tu ya kusolve hiyo nani. Watuone. Kweli tumepatia nayo mbili ya fair play na kuweza kuondoa kama njia tunayoitumia ya. Okay, na tunakutana na maswali. So kama maswali ni haya, utakutana na maswali yako wewe mwenyewe. Twende swali la 4. Swali la 4 linasemaje? Eva Films a make up tutorial while listening to her favorite artist, which results to a copyright remove request by the musician label. Kwamba wewe una shoot huku muziki unapiga pembeni, baadaye wakaomba copyright remove ikatolewa. Eva was removed and she got her first copyright strike. Eva is unsure about the option to resolve the strike. Haya, anakuambia kwamba which of the following statements are correct. Hapo natakiwa uchague statement zaidi ya moja. Mtu amerekodi video wakati huku nyimbo inalia, akapost YouTube. Alipopost YouTube, ina maana ile wimbo tracked. Ulipo tracked, mwisho wa siku kilichokuja kutokea pale wakaomba ile filamu itolewe, ikatolewa. Sasa nakwambia atafanyeje, na kama alikuwa yuko sure ku resolve this strike. Namba 1, she can ask the crimes to retract the remove request. Namba 2, she can complete copyright school with
which will allow the strike to expire. Hii ni kweli. Namba 2, hapa ni statement, majibu ni zaidi ya moja. Kwa tutafuta lingine. She can't upload new video or use any other features because of the strike. No, sio kweli, unazidi kuupload strike moja. Namba 4 nasema can you send a counter notification to the claimant. Na hii pia. Na tumechagua namba 2 na namba 4. Tuone. Hapa kuna moja inaweza kagoma, lakini I think is right. Hapa amesema kwamba namba 1, namba 2, namba 4 zote ni sawa. Na maana majibu ni zaidi ya 3. Kwa namba 2 tumepatia, namba 4 tumepatia. Nyingine jibu ni namba 1. Namba 3 halina. Nilivyolisoma mimi nikalielewa halina maana. Kwa tuangalie hapo. That is correct. Kwa sababu namba 1 anasemaje? She can ask the claimant to retract the removal request. Yani kama ume complete the copyright school, haya maswali ni rahisi kuyajibu. Lakini usibahatishe sana, unasema jamaa vipi? Wanawakupi credit. Kwa hapa tumemaliza maswali yetu 4, tumeyajibu, tunapiga next. Tulipopiga next, tayari copyright. Hapa amesema nice work, you completed the copyright school. What is the next? Your strike will expire ndani ya siku 90 after they were added. Kwamba remember that channels that gets copyright strike within siku 90 are subject to remove. Kwamba strike itatoka ndani ya siku 90 baada ya kubi subjected, ilipo be added. Baada ya kuomba. Sasa siku 90 kutangia, nimefanya video sasa hivi ilitokea 2021. Siku 90 zilishaisha. Kwa hiyo nimecomplete hapa, ita expire. Tukienda kula tuikuti. Lakini mwisho wa siku hapa nakwambia ukipata copyright strike ndani ya siku 90 itaweza kufutwa account ndani ya siku 90. Yani ndani ya miezi 3 kapata strike 3 wanafunga account. Hii kama ni muda tofauti mpaka zije zitimie strike, lakini lazima uwe una review kama umetokea mara moja, unakimbia unaitoa kama hivi tulivyoitoa, unaendelea kuposti. Hapa nasema continue learning, kwamba uendelee kujifunza copyright strike basis, Creative Commons as a YouTube and fair use on YouTube. Kwa hapa tumeshamaliza, tunafunga ukurasa. Copyright done, imefutika yote. Nasema there are no copyright strike on this YouTube channel. Imefutika yote. Jamani, uombe nini? Na hapa itafutika hapo, itafutika. Hapa itafutika hapa. Hapa itafutika hapa. Tulipokugusa hamna, itafutika. Kwa hapa hamna copyright strike tena. Hamna copyright strike tena. Hapa there is no copyright strike on your channel. Meshafuta. Kwa hapa kilichobaki tunarudi kule tulikoiona, tunaendelea kupost. Hapa ni kwenye YouTube Studio ndani katika mfumo wa desktop. Tunarudi kwenye channel yetu. Tunarudi kwenye channel yetu moja kwa moja. Tuende kwenye channel yetu moja kwa moja kwenye YouTube Studio. Ndio hii. Tunakuja kuangalia kwenye channel yetu hapa, hii hapa. Tunaangalia account status. Hamna, nishaondoa violation hapa kwenye copyright strike. No one. Kumbuka kusubscribe, like, share, comment. Hivi ndio tunavyotoa copyright strike. Kama umependa video hii, andika kwenye comment nikuletee video nyingine ipi. Man of the match, nikuletee video nyingine ipi. Asante. Here what we do. Lakini kumbuka kwenda kwenye YouTube channel hapa. Kwenda kwenye YouTube channel hapa uweze kusubscribe. Search Dhahabu ya Kijani, to subscribe,
itakuja utakuja utasubscribe na majani lakini naenda kwenye YouTube channel nyingine ambayo inaitwa Royal Forum TV. Utasubscribe hapa. Umeona? Hiyo utasubscribe. Utakometisha sana. Asante sana.